Mfuatiliaji wangu mwema wa Kaukab TV, moja kwa moja makala yetu ni kikao cha tarehe 23 Septemba mwaka 1966. Kikao kazi, kikao cha masaa mawili, ajenda nzito kilichofanyika kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Misri, huku ikiongozwa serikali ya Tanzania na Rais Julius Kambarage Nyerere na viongozi waandamizi akiwemo Mzee Rashid Mfaume Kawawa na wengine. Lakini pia upande wa wageni, serikali ya Misri ikiongozwa na Gamal Abdel Nasser ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya watu wa Misri, na ujumbe aliokuja nao ambao niwakumbushe ulikuwa ni Zakaria Muhyiddin ambaye ni makamu wa rais wa Misri, Anwar Sadat, yani Muhammad Anwar Sadat aliyekuwa ni spika wa bunge la Misri, na Salah Muhammad Nasir ambaye alikuwa ni mkuu wa mambo ya usalama wa taifa. Vile vile alikuwepo Mahmoud Riyad ambaye ni waziri wa mambo ya nchi za nje wa Misri, na Muhammad Faq waziri wa habari, na Muhammad Haikal ambaye alikuwa mkuu wa gazeti la Al-Ahram akiwa yeye ni kiongozi na mhariri mkuu. Wakati huo alikuwa ameshika wadhifa wa ushauri mshauri wa rais katika masuala ya kisiasa. Na ajenda kuu zilizojadiliwa, zilizochukua muda mrefu kama nilivyosema masaa mawili, ilikuwa ni ajenda kubwa kabisa. Ya kwanza ilikuwa ni ukombozi wa bara la Afrika na ukombozi wa wanyonge duniani kwa ujumla. Na katika ajenda hii kuliangaliwa umuhimu wa kuhakikisha mataifa ambayo bado hayajapata uhuru wake, hayajajitawala, yasaidiwe kwa hali na mali ili yaweze kupata uhuru wake. Na kwa Afrika mwaka 1966 kulikuwa bado kuna mataifa mengine hayajapata kujikomboa, kama taifa la Angola, Msumbiji, Guinea Bissau, Komoro, Rhodesia ambayo ni Zimbabwe, na vile vile Botswana na Namibia. Kadhalika nchi inayojulikana kama ni nchi ya Afrika ya Kusini kwa sasa. Kulikuwa na nchi zingine pia bara la Afrika bado ilikuwa hazijajitawala kama vile Djibouti, Eritrea na nchi zingine mbalimbali. Kwa hivyo ajenda hii ilichukua nafasi kubwa sana katika kikao hiki cha Gamal Abdel Nasser na Nyerere, wakiwaongoza vile vile mawaziri muhimu katika mjadala ule. Ajenda nyingine ilikuwa umoja wa Afrika. Gamal Abdel Nasser pamoja na Nyerere waliona umuhimu wa umoja wa Afrika, na hasa kuwa na sauti kubwa katika nafasi za kiulimwengu na masuala muhimu ya kiulimwengu. Vile vile kulikuwa na ajenda ya ushirikiano kati ya Misri na Tanzania katika nyanja mbalimbali muhimu, kwa mfano maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi. Na hapo iliwekwa misingi imara kabisa kwa ajili ya kuweka mwanga wa ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Vile vile kuweka mahusiano zaidi na kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia, na wakati ule tayari uhusiano kati ya Tanzania na Misri kidiplomasia
ulikuwa ni upo imara, lakini ulizidishwa zaidi. Tunakumbuka kuwa katika kipindi hicho tayari Tanzania na Misri kulikuwa na balozi, na ubalozi wa Misri hapa Tanzania ulikuwa unaongozwa na bwana mmoja anajulikana kama Muhandis Mustafa Al-Isawi. Na vile vile kulikuwa na mjadala katika ajenda hizo, msimamo dhidi ya ukoloni, na hapa ilikuwa kwa dhana kuu zaidi ya maudhui hii ya ukoloni duniani. Na hapa iliingia vile vile utawala wa Palestina na hali ya kiusalama na amani ya Vietnam. Vile vile kulikuwa na ajenda ya msimamo wa pamoja katika majukwaa, msimamo wa Tanzania na msimamo wa Misri, kuwa na misimamo inayoenda sawa na kujadili maeneo ya pamoja, hasa katika majukwaa ya kimataifa. Mfano ni majukwaa nyeti kama OAU, Umoja wa Nchi Huru za Afrika kwa wakati ule, na vile vile kuwa na msimamo wa pamoja kiulimwengu, na hasa katika jukwaa la nchi zisizofungamana na upande wowote. Mjadala huu ulikuwa ndio ulioweka matofali ya msingi imara kabisa ya uhusiano wa mataifa haya, uhusiano ambao haujapata hapo kutetereka hata siku moja, na unatazamia uhusiano huu kuongezeka siku hadi siku, kama tunavyoona katika yaliyojiri baada ya mkutano ule, na vile vile katika awamu mbalimbali mpaka kufikia katika awamu hii. Karibu tena mfuatiliaji wangu mwema katika channel hii ya Kaukab TV. Usisahau kusubscribe na kulike, pia vile vile kucomment kwa ajili ya mengine yaliyojificha katika vipindi vijavyo. Asante.